Good evening, brethren, good evening watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Failini Kemuto Boraya. I'm a Mrs. Philip who is right here with us. I'm a mother of 3 boys. Blessed by God, I'm happy for that. Namshukuru Mungu kwa ajili ya umbali ambao ametuleta. Hakika amekuwa Mungu na amekuwa mwaminifu. Kabla niendelee, ningependa kumkaribisha Mr. Philip ajiintroduce kwa majina tunapoendelea pale mbele. Karibu. Asante. Good evening everyone. Kwa majina yangu mimi naitwa Philip Mumanyi. Ni bwana, niko na mke mmoja na watoto 3 wavulana wote. Nimefurahia sana kwa kuwa pamoja na nyinyi siku ya leo. Naomba tu muweze kutufuatilia katika channel yetu. Tutakuwa na mafundisho mazuri na anajua Mungu atawagusa na mtainuliwa tukiwa pamoja. Asanteni. Amen. Asante kwa ajili hiyo. Welcome to our YouTube channel under Minister Philip Kengura. You like, you share, you comment and you subscribe. Tunapoendelea pamoja kuelimishana na kusaidiana. Basi namshukuru Mungu ni kwa ajili ya umbali huu. Ninapoonelea ni vyema kushiriki ama kuzungumzia hii kichwa chetu kinachosema ni faith through hardship. Imani kupitia changamoto ama imani kupitia shida. Hii ni baadhi ya mambo ambayo tumepitia katika maisha sisi wenyewe ama tumeona hata wenzetu wakipitia. Sawa, nikaonelea ni vyema ama ni vizuri kushiriki katika kule kuongea kupo kutia mtu moyo na kuinua mwingine ambaye amekuwa kwa hali sawa na hiyo. Basi tunapo lay this humble beginning foundation na kukaribisha mpendwa, tuendelee kufundishana, kuelimishana pamoja na kumsikia ama kusikiza pia kutoka kwa Bwana. Basi base katika hii topic yetu ambao ni topic 1, faith through hardship. Inamaanisha nini ama inaongelea nini? Kujenga imani kupitia shida ama imani iliyojengeka katika shida. Hii ni kupata nguvu, kukua na deeper connection na kumwamini Mungu katika mipango yake na ahadi zake. Napoongelea katika hii ni ngumu ama imekuwa ngumu kwa watu wengi. Unapata kukuza imani ama kushikilia imani wakati upo katika hali ngumu. Kushikilia imani na kusimama dhabiti katika imani wakati upo katika changamoto ambayo ni nzito ama ambayo ni ngumu. Basi katika hiyo ama katika mwelekeo wote wa maisha nikawa nimekaa na kujifundisha vitu nyingi. Wapo watu ambao nimewaona wamepitia changamoto nzito ama majaribu mazito ama mambo mazito ambayo hata yamewafanya wamemwacha Mungu. Sababu yapo mambo ambayo mtu atayapitia katika maisha ama atakutana nao katika maisha ili hali mpaka ajiulize, kweli kama Mungu yuko na mipango mizuri na maisha yangu kama vile anavyoahidi katika kitabu cha Yeremia, mbona basi ameruhusu ili limenikuta? Mbona basi ameachilia hali kama hii ikatokea katika maisha yangu? Unakuta mtu amepitia kitu kizito ambacho hata unashindwa kumfariji kwa wakati ule ama kwa majira yale. Basi Mungu ametuahidi katika maandiko ya kwamba yeye huleta mambo yote ama utenda mambo yote ni kwa ajili ya wema. Mungu husababisha ama huleta kitu kitokee katika maisha ya mtu ama katika maisha yetu ya kila siku ni kwa ajili ya kusudi. Unapoona limegonga ama limetokea ama limekuwa likubwa, unapoona ndiposa ni kama umefika mwisho, pale ndipo inakuwa ni mwanzo wa Mungu. Ama pale ndiposa inapokuwa sasa Mungu amekutingisha ili kupeana mwelekeo ama kupeana njia iliyo nzuri. Basi inapendeza napoendelea kuangalia kuelekea pale chini. God shakes things up to direct us in a new direction. Basi mambo mengi yanapotokea katika maisha yetu
Tunapokuwa na maswali mengi pale na kushangaa na kujiuliza inakuwaje, napenda maandiko maana yamesema ni Mungu ameachilia mambo mengine katika maisha yetu ili aweze kuleta mwanzo mpya, ili aweze kupeana mwelekeo mpya, ili aweze kupeana suluhisho kwa lile jambo ambalo limesababisha maumivu yale yametokea, ili katika kukuza imani. Napoendelea pale chini, unaona ya kwamba hata Ayubu mtumishi wa Mungu, wakati anapitia ama na kukutana na majaribu mengi yaliyokuwa ni machungu na mazito, inashangaza wakati tunasoma maandiko, unaona ya kwamba ni Mungu ndiye aliyekuwa anajivunia mateso ama mahangaiko ya Ayubu. Basi nikaelewa kwamba mambo mengine Mungu huwa ameruhusu tukutane nayo katika maisha ya kila siku, ama yatukute katika maisha yetu ya kila siku, kumbe ni Mungu anajivunia sisi kuunganika na yeye. Shuka chini, nikaona pale inatia moyo sana. Unaposoma katika kitabu cha Waibrania 12:7, utaona pale maandiko yanaelezea kwamba endure hardship as discipline. Pia Mungu huruhusu ama kukupunish ili ajivunie, kama vile baba kuadhibu mtoto. Tashuka chini katika Timotheo ya 2:2-3 pale. Vumilia ama endure hardship kama mwanajeshi ama askari ambaye anayeitanishwa na Yesu Kristo. Pale nitamruhusu Mr. Philip atusomee kitabu cha Yakobo, James 1:2-4. Tatusomea pale. Tutaona katika maandiko yapo mengi yamezungumziwa. Hardships, shida zinazokuwa katika imani. Hii iko na uzito wake, maana ni ngumu sana mtu kudhibitika katika imani wakati angali katika uchungu. Mtu kudhibitika katika imani wakati angali katika mahangaiko. Mtu kudhibitika katika imani wakati angali yupo katika shida. Ni ngumu kama sisi wanadamu kudhibitika katika imani wakati hali iliyoko mbele yako haiendi. Wacha tusikie pale Yakobo anasemaje. Nitasoma kwa Kiswahili. Kitabu cha Yakobo 1:2. Yakobo 1:2. Biblia inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. 3 inasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Nasoma 4, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu, bali kupungukiwa na bila kupungukiwa na neno. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa rafiki yangu ambaye umejiunga ama umeshiriki pamoja nasi katika kipindi hiki. Hakika kumbe maandiko yamedhibitisha ama maandiko yamezungumzia ya kwamba unapojaribiwa ama unapopitia katika shida ama unapopitia katika huu gumu ambao unauona mbele yako, jihesabu mwenye furaha, maana inapendeza. Hakika yanatia moyo na yanatutia nguvu sana. Basi Bwana hatubariki wote. Tuombeane tunapolei hii Humble Foundation. Pendwa, nikwambie ya kwamba hii ambayo unaiona ni ngumu, ama ambayo unaiona imelemea, ama shida ambayo unaiona uko ndani yake hauoni mtokeo ama unashangazwa itakuwaje, ule ndio mwanzo wa Kristo. Ndipo ukamwona Bwana anashuka duniani, anajitwika ubinadamu, anashiriki mateso, anashiriki shida, anashiriki humiliation, mpaka mwisho anatoka mshindi. Basi katika safari yetu ya maisha, katika safari yetu ya Ukristo, katika safari yetu ya kumtafuta Bwana,
subiria kuimiliki mbingu ama kukaa na Kristo ile asubuhi njema. Ningependa nikutie moyo, nikutie nguvu, nikwambie ya kwamba katika yote yaliyo mazito kwako, Mungu yuko. Jenga imani na simama thabiti katika hilo ambalo limekuwa ni kama jaribu. Jenga imani yako. Jenga imani yako katika mwamba ulio imara. Basi mpendwa, ningependa kukutia moyo na ningezidi kukutia moyo zaidi, na kwamba katika hiyo hali ambayo uko ndani, muamini Mungu. Muamini Mungu, maana kipo kipindi kimoja nilipitia hali ngumu ama changamoto ambayo ilikuwa ngumu sana katika maisha yetu. Mpaka nikarudi nikawa najiuliza maswali, je, Mungu kama kweli alivyo na mpango mizuri katika maisha ya mwanadamu ama ya kile mwanadamu, ni aje anaruhusu hii inanikuta ama inatokea? Ndipo nikasikia nikinenewa ama nikizungumziwa na Roho wakati akinifariji ya kwamba Mungu yupo, na imani iliyojengeka katika mawimbi ama imani iliyojengeka katika shida huwa ni imani iliyothibitika. It is a mature faith. Basi nikutie moyo, kama vile ambavyo dhahabu kabla itokeleze na iwe ya thamani zaidi, huwa imeshapitishwa katika moto. Wapo watu nimewaona, marafiki zangu wa karibu, ambao wamepitishiwa katika moto, ambao wamepitishiwa katika changamoto nyingi, wameinuka, wamesimama, wamemwamini Mungu. Wengine wamekuwa watumishi wa Mungu wakubwa, wengine wamesimama katika imani zaidi, ambao wametutia moyo na kusimamisha nasi hata na kutuinua. Basi tutakapoendelea katika programu yetu Faith Through Hardship, siku na baada ya nyingine, tutakuwa pia tunawakaribisha watutie moyo na watusimulie yale ambayo Kristo ameyatenda katika maisha yetu. Ndiposa pale utakapoona ya kwamba ile yako ama ile ambayo unaona inakumaliza ama inakugandamiza kabisa si kitu, na pale utakuwa umetiwa nguvu na kuinuka zaidi katika imani. Hadi wakati mwingine tutakapokutana wapendwa, Mungu hawabariki, Mungu awatende mema. Baba wa mbinguni awakumbuke katika changamoto zote za maisha. Pale mwisho naomba kumkaribisha Mr. Philip atufungie kwa neno fupi la maombi. Hadi hapo wakati mwingine, Mungu awatende mema. Shalom, shalom. Amina. Tuamina, tuombe. Baba, tunakushukuru kwa wema wako. Tunakushukuru Bwana kwa hili neno ambao Bwana tumelishwa. Na kuomba tu Bwana katika jina la Yesu, liweze kuchenga yule mtazamaji, liweze kuchenga yule ambaye anatufuatilia Bwana wa majeshi. Najua ni wengi ambao Bwana wako chini sana. Najua ni wengi Bwana wamepoteza hata tamaa Bwana. Na kuomba tu Bwana wa majeshi uweze kuwainua tena. Mtakatifu Bwana, vile ambavyo tumeambiwa ya kwamba Bwana majaribu huwa yanakuja Bwana ili yaweze kutupima. Naomba tu Bwana wa majeshi, majaribu yatakapokuchia yule ama hayo majaribu ambayo anapitia Bwana wa mabwana yasimwangushe. Naomba tu Bwana wa majeshi, au majaribu yasimwangushe. Bwana aweze kupita katikati yao. Bwana aweze kupita Bwana ili aweze kuinuka tena katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Huinuliwe Bwana wa majeshi, upewe sifa kwa kuwa wewe unaweza yote. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen.